Hakuna kitu kinachoumiza moyo kama kuona mtoto wako unayemlea kwa jasho na gharama kubwa akija kukwama maisha anapokuwa mtu mzima. Kila mzazi ana ndoto moja kubwa, mtoto wake aje kuwa na maisha bora zaidi kuliko ya kwake. Ndio maana wazazi wengi wanawekeza nguvu kubwa sana kwenye elimu ya darasani. Wanalipa ada kubwa, wanahamishia watoto wao kwenye shule bora, wanafuatilia matokeo ya mitihani kwa karibu sana, na wengine wamefikia hatua ya kupima mafanikio ya watoto wao kwa alama wanazopata darasani. Lakini kuna ukweli mmoja ambao umeanza kujidhihirisha wazi katika jamii yetu ya leo. Kuna watoto wengi sana waliokuwa vinara darasani, waliopata alama za juu sana, waliopitia shule nzuri sana, lakini maisha yao ya baadaye hayalingani kabisa na matarajio yaliyowekwa juu yao. Wakati huo huo, kuna wengine ambao hawakuwa bora sana darasani, lakini wameweza kujijenga na kusimama vizuri sana katika maisha. Hali hii inaleta swali kubwa ambalo kila mzazi anapaswa kujiuliza kwa kina sana. Je, inawezekana kwamba tumekuwa tukimtegemea sana elimu ya darasani kama mkombozi wa maisha ya watoto wetu bila kuwaandaa kwa upande mwingine wa maisha ambao ni muhimu zaidi? Ukweli ni huu. Elimu ya darasani ni muhimu sana, lakini peke yake bado haitoshi kumjenga mtoto aweze kusimama na kushindana katika dunia halisi. Leo nataka tuangalie kwa kina mambo 6 ya msingi ambayo yatamsaidia mzazi kufungua macho na kuelewa namna sahihi ya kumlea mtoto kwa ajili ya maisha ya kesho. Karibu. Jambo la kwanza kabisa unalopaswa kuelewa ni kwamba dunia sasa haithamini tena cheti peke yake, bali inathamini pia uwezo wa mtu kufanya kitu kinachoonekana na kinachoweza kuleta matokeo. Zamani mtu alipomaliza shule na kupata alama nzuri, nafasi ya ajira ilikuwa almost moja kwa moja, lakini leo hali imebadilika sana. Kuna maelfu ya wahitimu kila mwaka wenye vyeti vizuri sana, lakini nafasi za ajira ni chache. Hii ina maana kwamba mtoto wako hata akiwa bora darasani bado atakutana na ushindani mkubwa sana nje ya darasa. Kama hajajengewa kuwa na uwezo wa vitendo, ubunifu na kujitegemea, atajikuta anasubiri sana bila mafanikio. Mfano rahisi kabisa ni vijana wengi waliomaliza vyuo vikuu kwa ufaulu mzuri, lakini bado wanahangaika kupata kazi kwa miaka mingi kwa sababu hawana kitu cha ziada kinachowatofautisha na wengine. Lakini pia mtoto anayefundishwa kufaulu mtihani pekee bila kufundishwa maisha anakuwa na mapungufu makubwa sana anapokutana na uhalisia wa maisha. Shule nyingi zinaweka mkazo mkubwa kwenye kufaulu mtihani, lakini maisha hayana mtihani wa karatasi. Maisha yanahitaji mtu ajue kuamua, kukabiliana na changamoto, kushindwa na kusimama tena. Kama mtoto amekuzwa kwenye mazingira ya kulindwa sana na kuambiwa tu asome apate alama nzuri, anaweza kuwa mwerevu sana darasani lakini dhaifu sana kwenye maisha. Unakuta mtoto hawezi hata kuanzisha jambo dogo peke yake, hawezi kuvumilia changamoto na kila kitu anataka apewe mwelekeo. Hii ni hatari sana kwa maisha yake na kesho yake. Lakini pia kuna hatari kubwa sana ya mzazi kumjengea mtoto fikra kwamba mafanikio ni ajira pekee. Wazazi wengi wanapozungumza na watoto wao, ndoto kubwa wanayowapa ni kuwa daktari, mwalimu, mhandisi au mfanyakazi wa ofisi fulani. Hakuna ubaya kwenye hilo na hakuna ubaya kwenye taaluma hizi, lakini tatizo linakuja pale mtoto anapofundishwa kwamba hiyo ndiyo njia pekee ya mafanikio. Hii inamfanya mtoto ashindwe kuona fursa nyingine zilizopo nje ya mfumo wa ajira. Kwa hiyo anapomaliza shule na kukosa ajira, anakosa mwelekeo kabisa kwa sababu hakuwahi kufundishwa kufikiria nje ya ajira. Wakati huo huo, kuna vijana ambao hawakuwa bora sana darasani lakini walijifunza biashara, walijifunza ujuzi au kazi za mikono. Leo wana maisha mazuri kwa sababu walijifunza kujitegemea mapema. Lakini pia mtoto anayekuzwa bila kufundishwa nidhamu ya fedha,
na thamani ya pesa, anaweza kuja kuharibu hata mafanikio makubwa anayoyapata. Wazazi wengi wanajikita kwenye kumpeleka mtoto shule nzuri, lakini hawampi elimu ya maisha kuhusu fedha. Mtoto hajui pesa inapatikana vipi, haitumiki vipi na inawekezwa vipi. Anakuwa akiwa na mtazamo wa kutumia badala ya kujenga. Matokeo yake, hata akipata kazi nzuri au kipato kikubwa, anakosa nidhamu ya kukitumia kwa faida ya maisha yake ya baadaye. Ndio maana unaona watu wenye elimu kubwa na mishahara mikubwa, lakini bado wanahangaika kifedha kwa sababu hawakujengwa katika msingi huu mapema. Lakini pia wazazi wengi hawawapi watoto wao nafasi ya kugundua vipaji vyao halisi, kwa sababu wanawalazimisha kufuata njia moja ya kitaaluma. Jua kwamba kila mtoto ana upekee wake. Kuna watoto wana uwezo mkubwa kwenye biashara, wengine kwenye sanaa, wengine kwenye teknolojia, wengine kwenye uongozi. Lakini mzazi anapolazimisha mtoto kufuata tu masomo ya darasani bila kuangalia kipaji chake, anapunguza nafasi ya mtoto kung'ara kwenye eneo lake la nguvu. Unakuta mtoto anafaulu kwa shida, hana hamasa na hana mwelekeo wa maisha, kwa sababu anasoma kitu ambacho sio asili yake. Wakati huo mtoto mwingine ambaye alipewa nafasi ya kukuza kipaji chake anaweza kufika mbali sana hata bila kuwa bora darasani. Last but not least, na hili ni la mwisho lakini lina uzito mkubwa sana, kwamba mzazi anatakiwa kuelewa kwamba maisha ya mtoto wake hayatategemea kile alichojifunza darasani pekee, bali zaidi yatategemea namna alivyolelewa, kufikiri na kufanya maamuzi. Mtoto anayefundishwa kuwa na nidhamu, kujituma, kuwa na uvumilivu, kujifunza kutokana na makosa na kuthamini muda, ana nafasi kubwa sana ya kufanikiwa hata kama hakupata alama za juu sana. Lakini mtoto anayekuzwa kwa kulenga alama tu bila kujengwa katika maadili na misingi ya maisha, anaweza kufika mbali kielimu lakini akashindwa kusimama kwenye maisha halisi. Maisha humlipa zaidi mtu anayejua kuishi kuliko anayejua kujibu maswali ya mtihani. Mwisho wa siku, lengo la elimu halipaswi kuwa tu kumfanya mtoto afaulu mtihani, bali kumjenga aweze kuishi maisha yenye maana na mafanikio. Alama nzuri ni kitu kizuri, lakini si dhamana ya maisha bora. Shule nzuri ni muhimu, lakini sio tiketi ya uhakika ya mafanikio. Kila ambacho mtoto wako anakuwa nacho ndani yake ndicho kitakachoamua hatima yake zaidi kuliko kile alichopata kwenye karatasi ya matokeo. Hivyo basi, endelea kumsomesha mtoto wako, lakini usiishie hapo. Mfundishe maisha, mfundishe kujitegemea, mfundishe kufikiri, mfundishe kushindwa na kusimama tena, mfundishe thamani ya pesa, mfundishe kugundua na kutumia kipaji chake. Kifanya hivyo, hata kama hatakuwa namba moja darasani, bado ana nafasi kubwa sana ya kuwa namba moja katika maisha yake. Na hapo ndipo utakapokuwa umempa zawadi kubwa zaidi kuliko zote: uwezo wa kuishi na kushinda maisha.